Kwa leo vijana wenzangu, na machache ya kuzungumza na nyie ya kujengana tu, mambo machache tu. Cha kwanza leo nilichopenda kuja kushirikisha vijana wote kwenye hizi social mediums ni kwa upande wa mafanikio. Sasa wengi wetu tunazidi kupoteza muda sana, na kikubwa kinachotufanya tupoteze muda kwa wingi ni ukosefu wa akili. Na sio ukosefu wa akili, wengine ni utambuzi. Hawajui kwamba wakati unazidi kwenda na umri unazidi kwenda mbele, umri haurudi nyuma, umri unazidi kusonga mbele. Sasa naomba leo niwape ushauri mfupi tu kuhusiana na maisha, au namna gani ya kufanikiwa kimaisha kwa haraka, na sio kwa haraka tu, kwa juhudi. Ukifanya juhudi kwa wingi, ukifanya juhudi kwa wingi. Sasa zifuatazo ni njia za kumfanya kijana kufanikiwa au kufikia lengo au kufikia hatima yake. Lengo la kwanza, kijana unatakiwa ujitambue. Wewe ni nani? Unataka kufanya nini? Kwa nini ufanye hicho unachotaka kukifanya? Ujitambue, yani maana ya kujitambua, ujijue wewe kwamba unachokihitaji ni nini. Na duniani haupo kwa lengo la kupoteza muda. Lazima ujitambue kwanza, ujue moyo wako unahitaji nini. Kwa hiyo kwenye kujitambua, hilo nalo ni njia la kuweza kukufanya kijana ukafanikiwa kwa haraka, na isiwe njia ya mikato ukafanikiwa kwa haraka sana. Njia ya pili, kuwa na heshima kwa watu waliokuzidi umri na wadogo zako. Mheshimu kila mtu uliopo naye. Sasa hivi unaweza ukamchukulia mdogo wako, kwa kuwa ni mdogo wangu basi tu, lakini ukimheshimu anaweza akaja akafanikiwa kabla yako, akawa njia ya wewe kufanikiwa. Lakini wewe ulivyokuwa unamchukulia huko nyuma, haukulitambua kama hilo litatokea. Kwa hiyo heshima ni kitu cha muhimu sana. Kingine, njia ya tatu, kijana unatakiwa uombe ushauri. Na ushauri unatakiwa ujue unamuomba nani ushauri, ni mtu gani unamuomba ushauri, na ni wakati gani unahitaji kuomba ushauri, na ushauri huo kwa nini unauomba, kwa nini unauomba. Kwa hiyo ni vizuri ukatafuta mtu ambaye unaweza ukamweleza shida yako kwamba ndugu yangu, nakwama 1 2 3, naomba unisaidie. Nakwama 1 2 3, naomba unipe ushauri namna gani ya kufanikiwa. Njia ya 4 ya kufanikiwa ni kutokukata tamaa mapema. Ndugu yangu, usikate tamaa mapema. Pambana usiku kucha. Kuna watu wanalala macho wazi, wanapambana usiku kucha, kisa wanajitambua na hawahitaji kukata tamaa. Kuna mtu anaweza akaja mbele ya uso wako kukukatisha tu tamaa. Ndugu yangu, usikate tamaa. Jifunze kuepuka kukata tamaa. Jitahidi, jipige moyo konde, unaweza. Kijana mwenzangu, pambana, usikate tamaa. Usimpe mtu yoyote asiyekufaa katika maisha yako akakukatisha tamaa. Jitahidi sana kuliogopa hilo, epuka. Njia ya 5, unatakiwa ujitoe kwa ajili ya maisha yako. Jitoe kwa ajili ya maisha yako. Usivae nguo safi kila siku, usipende kujiproud. Wewe vaa unavyojua, kaa namna ambayo unajua ukikaa. Ukiwa unatafuta maisha yako lazima yakae fresh. Kwa hiyo mbeleni tu kule mambo yapo mengi tu. Uko mbele utakuja utavaa, utakula kwa hali ya juu, lakini kwa sasa wakati bado upo na hali ya chini, kula kulingana na maisha yako. Usikate tamaa. Jitahidi sana kuepuka ushauri usio na haki, ushauri batili. Kwa hiyo usikate tamaa ndugu yangu. Jitahidi sana kujitoa kwa ajili ya maisha yako. Kujitoa kwa ajili ya maisha yako.
Usipende kumuingiza asiyeingilizwa katika maisha yako, aje ya kushauri kuacha au kuondoa mawazo uliyokuwa nayo katika akili yako, kuweka mawazo ya kipumbavu. Jitahidi sana kuwa na akili timamu. Jambo lingine ambalo linaweza likakufanya kijana ukatoka kimaisha au ukafanikiwa, epuka makundi yasiyo na faida kwako. Kuna makundi yasiyo na faida kwako: pombe, uvutaji sigara, wizi. Jaribu sana kuepuka hayo makundi. Jitahidi kufocus na maisha yako. Epuka na maisha ya watu, usipende kufuatilia maisha ya watu. Wewe jitahidi, unajua njia ya kutoka na ya kuingilia, kutoka na kuingilia, kutoka na kuingilia. Jitahidi kumaintain, zingatia sana hayo mambo ili kuepuka kudrop kimafanikio yako. Kwa hiyo unaweza ukaepuka hayo magrupu, ukatoka kimaisha, ukawa super kiongozi. Na kijana mwenzangu, na kushauri sana, tujitahidi sana usiku kucha, tusikate tamaa, ipo siku. Jambo lingine la kuzingatia muda. Zingatia muda ndugu yangu. Unaweza ukazingatia muda, mambo yako yakawa super, lakini ukitaka kuona maisha ni magumu, usizingatie muda. Wewe kaa, lala mpaka saa 3, alafu uamke useme ukatafute kazi. Ni jambo ambalo ni gumu sana, haliwezekani. Lakini ukiwa unaamka saa 11, saa 12, connection zipo, simu zipo. Halo mshikaji wangu, leo tunaingia wapi? Lazima tutoke kimaisha ndugu yangu. Usitegemee kwamba utakuja kuamka Tanzania. Hilo jambo haliwezekani. Kamwe haliwezekani. Jitahidi kumanage muda wako. Pangilia ratiba yako vizuri kwamba muda huu takiwa niamke, niende kazini. Muda ukizingatia, ndugu yangu, lazima utafanikiwa. Hata chini kugeuke juu, juu kugeuke chini, lazima ufanikiwe. Jambo lingine la kuzingatia, epuka kuchagua kazi. Lakini kwa hii pointi la kuepuka kuchagua kazi, kuna kazi nyingi sana. Kuna kazi haramu na kazi zisizo haramu. Sasa mimi nakushauri uepuke kuchagua kazi, lakini usije ukachagua kazi haramu. Chagua kazi halisi. Kazi halisi inaweza ikawa njia ya wewe kutoka kimaisha. Kwa siku ukiingiza 5,000, 10,000, bado ni fungu kubwa, bado ni sehemu kubwa ya maisha ambayo utakuwa umepambana. Na kwenye hiyo 10,000 yako umeingiza kwa siku, ukajitahidi sana, labda kwenye 10,000, 3,000 iwe matumizi ya kila siku. 3,000 ikiwa matumizi ya kila siku, 5,000 au 6,000, 7,000 wekeza. Fungua akaunti yako, weka. Mwishowe ukija kufungua akaunti yako kuangalia kilichopo, utakutana na vitu vya maana, vitu vyenye maana na quality. Kwa hiyo unaweza ukatoka sema sasa hapa naanzisha biashara yangu. Na biashara hiyo ukianzisha, unatakiwa uwe na malengo, ujue kutambua kwamba kazi hii nikianza, changamoto nitaweza kuzitatua zitakazojitokeza. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu zangu. Nashukuruni sana kwa usikivu wenu.